and how do we interpret a dream? Dream, tukiota, how do we use, what are the perimeters, the anchor lines, and the guidelines that we use to interpret this dream? That you saw yourself, ulisalimiwa Naruto na unasema, Kai, Naruto atakuwa bwana yangu. And you start seeking that, mimi niliota tukiwa Naruto. Kwa hivyo utakuja kukutana Naruto, wacha nikwambie. Kama umeota hivyo, you are misled. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati niliota tukiwa na Uhuru Kenyatta na tukafanya harusi na yeye. Kai, na unazunguka Kenya mzima na Bible mzima hivi ukisema niliota. Hallelujah. Wewe umepotea njia kabisa kama unajaribu kuinterpret mtakuwa Naruto. Utakufa bila kuona Naruto karibu na wewe. Hallelujah. You must understand ni jinsi gani ya kuinterpret. Angalia huyu mtu anaitwa ni Farao. Alikuwa na ndoto ya ng'ombe 7 wamekoda na ng'ombe 7 wamenona. Wakaota madivaina wakakuja wakasema ng'ombe utakuwa na ng'ombe zimenona. Wengine wakasema kutakuwa na ugonjwa wa foot and mouth. Wengine wakakuja wakasema kuna mtu anaroga ng'ombe zako. Kuna mtu mwingine akasema mambo mingi, lakini wakasema there is a man. There is a young boy ako ndani ya prison. Na huyo mtu anakuwaga na Mungu. The hand of God is in him. So first thing, for you to be able to interpret a dream, the hand of God must be with you. Hallelujah. When we speak in tongues, we speak in tongues, but not in tongues are not like when you say, nizite mukaramani inaitwaje na Kizungu? Interpreter. Is he an interpreter really? What do you interpret? Interpret is understanding the context. Mukaramani is a translator. You can speak in dreams and nobody can translate but can interpret. Hallelujah. Did you get me? I come again. For those who speak in tongues, you cannot translate, but you can only interpret. Tongues are interpreted, not translated. Rinae kaka limokoko kokobosa. And you only have one person or two persons that will be able to interpret, not to translate. You cannot translate nerikiki, nerikaka. You cannot be able. You need to interpret by a spiritual hearing, that you have understood it spiritually, that you have heard that language. And the way this man will interpret that tongue, it is not the way you will hear him, but how you will say it, how you interpret it. This is not the way she will interpret it. You can have a same person speaking one language, but interpretation will be different. The same as dreams. We can have one dream, but the same dream can be having different interpretation. Only the genuine one if the hand of God is on you. They said there is a man in prison. Because they had so many people around and around and around. Walikuwa wamejaa, walikuja madifai na waganga wote walikuja kwa huyu mzamaki na wakamwambia dream. Wakamwambia every time they could come, akawaambia pana, that is not true. Wengine wakakuja akawaambia pana, that is not true. Wengine wakakuja akawaambia pana, those like nikatokea mtu mmoja akasema there is a man in prison and it seems the hand of God is on him. So for you to be able to interpret any dream, the hand of God must be in you. There are three types of dreams. There are three types of dreams. There are prophetic dreams and there are spiritual dreams. Hallelujah. We have prophetic dreams and we have spiritual dreams. So every single time unapoota ndoto, unafaa kuelewa, is the dream prophetic or is the dream spiritual? Now people will ask you, is spiritual not prophetic? Hallelujah. Now people will ask, wale wamesoma, wale ambao wameokoka warokole, wataanza kundiuza, is spiritual and not prophetic? Yes, spiritual is not prophetic, but prophetic can be spiritual. Did you get me? Spiritual is not prophetic, but prophetic can be what? Spiritual. Hallelujah.
And therefore, let us go one by one and understand, because I want to take you gradually, slowly to understand this. I'm not preaching, but I'm teaching. Get me right. I want you to understand, because hapa tumekuwa na watu wengi wameota doto. Kuna wengine waliota doto nimewaoa. Kuna wengine waliota doto wameolewa na Ruto. Kuna wengine waliota doto wako na mamilioni ya pesa. Kuna wengine waliota doto wakifukuzwa na ubwa. Kuna wengine waliota doto zingine mpaka unashindwa mtu akikwambia hiyo doto. Hata kuna mwingine ameniambia aliota doto jana. Nilimwombea hapa, lakini ameota doto maubwa zinakamata yeye. Sasa akaniambia, ninaogopa tasitaki kuja kesha kwa sababu hapa area zetu kuna maubwa. Na hizo maubwa zinaweza kunifanya hiyo kitu niliona. Nikamwambia, Father, don't interpret it that way. It is not supposed to be interpreted that way. Hallelujah. Tusome kitabu ya Deuteronomy 13. Deuteronomy mstari wa 13. 13 mstari wa kwanza hapo. Akitokea nabii au mtabiri. Akitokea nani? Nabii au mtabiri wa ndoto miongoni mwenu, akawaahidi na kuwapa ishara au maajabu fulani, kutafanyika nini? Halafu ishara au maajabu hayo yatokee, kisha aseme, tufuate miungu mingine na kuitumikia miungu ambayo hamjapata kuijua. Musisikilize maneno yake nabii huyo au matabiri ya ndoto hiyo, kwa maana Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, anawatumia wao kuwajaribu, ili ajue kama mnapenda yeye Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, kwa moyo wenu wote wa kwa roho yenu. Umesikia? Kukatokea mtu ama watu watakao kuwa na ndoto, alafu wakaota ndoto za kama ni ishara, wanawaambia wafuate miungu mingine. Msiwafuate hao watu, maana ni Mungu anatumia ile ndoto kuwatest nyinyi. Halo. Ni Mungu anatumia ile ndoto kutest kama nyinyi mnamwamini Mungu wenu, kama muko na misimamo dhabiti ya kumfuata Mungu wenu. Hallelujah. So a dream is meant to test. The purpose of a dream is meant to test. Number 2, the purpose of a dream is meant to guide. Number 3, the purpose of a dream is meant to rebuke. Number 4, the purpose of a dream is meant to uplift. Those are the purposes of a dream: to guide, to rebuke, to test, and to uplift. So that is the first thing to be able to understand, so that you are able to understand the context of the dream. Before you know that this dream is meant to uplift, meant to rebuke, because the dream will rebuke you. You dream na uone ukiwa uchi. Ukiwa uchi katikati umesimama kwa hii madhabahu, ukiwa uchi wewe kama Waruinge, ni yote nikiwa uchi. I'm being rebuked by God. You are not moving right way. That is why that is a prophetic dream. It gives me a prophetic move to tell me you are not doing it right. So interpretation of a dream is a context. You learn the context. Uliota kama sasa, niliota watu wakipigana kule Nakuru ama kule Rift Valley, na wakati huo walikuwa napigana, maidi ilikuwa imefika this level, alafu kulikuwa na jua, hakukuwa kunanyesha, ama kulikuwa kunanyesha na maidi ilikuwa imetoshana hivi. Sasa the context tells you, gives you a territory and a feature. A territory and what? A feature. It shows you it is Rift Valley. What time? It brings you the essence of season. A dream must bring the essence of the season. Which was the season? The season can be known by the time we plant and by the time hiyo mahindi inatoshana.
Ikiwa hivyo, inakuwaga ni mwezi gani? Hello. Ikiwa mahindi, wakati kulikuwa kuna pigano, mahindi ilikuwa imefika hapa, wakati wa mahindi hiyo ndio ikuwe hapo, inakuanga ni mwezi gani? Alafu kulikuwa na mvua inanyeshanga mwezi gani? When maize inatoshana hivi, tunajua kukiwa na mvua na mahindi imefika hapa Rift Valley, inakuanga mwezi wa 5. Kwa hivyo unatayarishwa, that's a prophetic message to you. Mwezi wa 5 kutakuwa watu wakipigana. Bwana Yesu asifiwe sana. So you don't just wake up na wote umeona hivyo, alafu nasema watu wa Mungu openi. Hii wiki haitaisha. Watu watapigana. Utaogoja wiki ishe, mwezi uishe na watu wasahau. Wakati watu wamesahau mwezi wa 5, next year ndio watu watalimani, ndio sema na hii ndoto nilikuwa na ndoto hii. Hallelujah. So kuna ndoto zingine tumeota, unaona umetajirika, unaendesha na gari, lakini bado umeandikwa house girl. Hello. Baka unaanza kuangalia gari ya radio bosi yako kiona akipita, unasema this is my kind in the name of Jesus. Na hapo ndio tumetokelea warokole wachawi ndani ya kanisa, because umeanza kuprofesa, umeanza kukamata gari za wenyewe, unakamata manyumba ya wenyewe, maana uliota nyumba ya bosi yako ikiwa yako. Uliota ukiwa na Mercedes, na Mercedes bosi yako ndio akunako na Mercedes. Sasa unaanza kuimagine it is now, na hata hujajua kutoa makamasi kwa kitu. You have to wait. You have to know what was the season. Angalia wakati huo ndio Mercedes ulitembea, ulikuwa na kaaje? Ulikuwa na kama mshosho ama ulikuwa na kama yang? Ulikutana na nani na uka yako mahali na ukaona, yani there must be an indicator of time for you to understand. Look at the surrounding. Ulikuwa kwenye surrounding gani, na ulikuwa kwenye maeneo gani, na ulikuwa kwenye environment gani, ndio you understand is it your dream or somebody's dream. Hallelujah. When it is prophetic, mainly it is your dream, because it is being prophesied to you. It is speaking to you. A dream can come because of the situation that God is preparing you for. When Solomon went and did whatever he went, God appeared to him in a situation, in an area where it was not conducive for somebody to dream. Maana alitoka kwenye mlima baada ya kutoa sacrifice, mahali aliteremuka akajiwekelea kamawe kwa sababu alikuwa amechoka, and God now appeared to him in that. And therefore this tells you that you can sleep without a gift but wake up in the morning with a gift, because God will use dreams to induce a gift in you. God will use dreams while you are sleeping to induce a power in you. You can sleep with one gift. Tomorrow kiamuka unaamuka na 2 gifts. Because it is a platform that God, in a dream, it is a platform that God uses to give you gifts, to bless you. Solomon didn't have wisdom when he slept. But when he woke up a wisdomatic man. Until today, we have never seen such a man, the Bible says. It was in a dream. So many things God can impart you in a dream. God can change you in a dream. God can enrich you in a dream. God can enrich you and empower you in a dream. But at the same time, all your powers can be taken away in a dream. All your powers can be taken away in a dream. Positions are created because of a dream. Once you interpret the context, it will be able to empower you to understand this is the direction. And therefore, the context of that direction, it will create something that was not existing. Joseph was able to interpret the dream. He was in prison, but this dream of Pharaoh was able to remove Joseph from the prison, take him to the palace, and he becomes part of the palace and eventually becomes the king. So a dream may be a way for you to success. Bwana Yesu asifiwe sana. A dream may be what? A platform, a way for you to become,
for you to succeed, for you to conquer. When they were dreaming, there were those people who were dreaming, and they were dreaming, giving directions and telling people, this is how we are going to conquer. This is how we are going to win. This is how we are going to be successful. You can never be able to achieve if you do not dream. I don't know whether somebody is getting you. Give me Numbers 12 verse 6. Numbers 12 verse 6 and 7. So that we can continue to enlarge. I'm trying to explain to you, to give you an enlarged understanding platform. Because that is where we begin to interpret the dream. The dream is not interpreted from what you dreamed. Because sometimes somebody will come, I dreamed me and you having a wedding. Yes, a wedding. What's a wedding? When you see a dream, you doing a wedding with somebody, it's likely one of you is going to die. Hello. So mtu akikwambia niliota tuko na harusi kubwa, ama uliota mtu fulani akifanya harusi kubwa, prepare for the grave. Kuna kitu kinaenda kutokea ambayo ni mauti. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, sikilizeni maneno yangu. Kama kuna nabii miongoni mwenu, mimi Mwenyezi Mungu hujifahamisha kwake katika maono na kuongea naye katika ndoto. Hallelujah. Through a dream, God will speak to you. Through a dream, you will know a prophet. Through a dream, you will know a man of God. Hallelujah. We can only be able to know who is the man of God through the dreams we dream here. If this place has a problem, people here will be raised by God to know, to dream, and know where the problem is, and will be able to tackle the problem. If the spirit of understanding, the spirit of appreciating this dream will be understood, and the people will follow it. Bwana Yesu asifiwe sana. We interpret a dream by first looking at the context. That is how you begin to interpret a dream. By first looking at the context. What's the context of the dream? And number two, Satan does not have power, but he deceives. So in a dream, it is the best way of God communicating to you, because shetani hana uwezo wa kuiba dream. Hallelujah. Shetani hana uwezo wa kuiba dream, because devil has no power to interpret the dream. He only deceives you because you are ignorant. But when you are dreaming, it is a perfect way of God communicating to you, because no enemy can be able to steal it from you. It was only communication between you and God. So a communication between you and God, nobody can interfere with it, can snatch it. Nobody can be able to snatch it. Nobody, hakuna kitu kina uwezo wa kuiba whatever you dreamed. Hallelujah. But the devil, wakati unaona vitu ambavyo vinafanyika vibaya kwenye ndoto, hiyo sio ndoto. Those are what we call nightmares. Dreams only come from God. The rest ile unaona mbaya unafanywa mambo mabaya, it is a nightmare implanted to you by the enemy because of your ignorance. So you must differentiate a dream and a nightmare. Kama uliona ukirarwa na wewe na wanaume 20 na 10 ama umerarwa na maubwa na manyoka na kila kitu, that is not a dream, that is a nightmare. Interpret it as that way. Understand it as that way. You'll be able to know the context. Now that context of a nightmare, it will tell you where it originated from, because it is induced by the enemy. It is induced by the enemy to confuse and to create ignorance in you. A nightmare, it is always meant to induce and to create what? A confusion and an ignorant spirit in you, so that when God will be speaking to you, you will not have the position to listen to God. Hello? Are we together? Are we understanding this? We have a people who only operate in the realm of dreams and not necessarily prophets. A prophet is not necessarily a dreamer. You can be a prophet, but you are not a dreamer. A dreamer dreams dreams. A prophet prophesies. So a dream, because you dreamed yesterday and something happened, does not qualify you to become a prophet.
Did you catch me there? I'm saying this. A dreamer is a dreamer. And there are those who are dreamers, but they are not prophets. Hallelujah. They are strictly dreamers. And their dream does not qualify you to be a prophet. Kwa hivyo wale mnaotaka ndoto mbili tatu unaanza kusema wewe ni nabii, you are not a prophet. A prophet is an office. Did you get me? A prophet is what? When you are in the office of the prophet, you can also dream. But when you are in the office of dreaming, you cannot be a prophet. Kwa hivyo usiende kuota ndoto mbili tatu uanze kusumbua sisi na hiyo ndoto yako. Ati niliota kanisa mzima imejaa mafi. Nikaota kule kwa madhabahu huko mbele ni kama kulikuwa na uchafu. Yes. Haimaanishi ni mafi iko hapa, haimaanishi ni uchafu iko kwa madhabahu, hapana. Understand the context. Kulikuwa na nini? Watu walikuwa nafanya nini? Kwa hiyo kanisa ndio uone ilikuwa madhabahu ilikuwa na uchafu. Yes, inaweza kuwa na uchafu, but who is behind it? Ni watu walikuwa kwa hiyo kanisa. Watu aina gani? Kulikuwa na youth. Sasa una connect the youth and na uchafu hapa. Unajua they have defiled. Ni watu walio na uchafu. Si hii inakuwa na uchafu. Ni mimi ama watu ndio watakuwa na uchafu. Watakuwa wamechafua maeneo haya. Lakini kigogona iko intact. Hakuna mtu ana uwezo wa kuchafua kigogona. Lakini mimi ninaweza leta uchafu wangu, but it will not accept it. What it will do, itanireject, itanitapika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona watu wanakuwa exposed. Na mtu ndio ataondolewa kwa madhabahu kama hii iwe na uchafu. Niletee uchafu, ni mimi nitashughulikiwa, na mimi utaniona. Lakini utaona ni madhabahu yalikuwa na uchafu, lakini si madhabahu haya yako na uchafu, ni kanisa nyinyi ndio mko na uchafu. Manielewa? Yes. Usije kusema ati hiyo kigogona kena geko kiu. Ona Ngai ni akiregete. Gutire kigogona kia Ngai arege ate kindu giake. Mungu ndiye aliweka hii. Mungu ndiye ameleta hii madhabahu. And God will, anasema nitawamaliza na bado nibaki nikiwa nini? Nikiwa Mungu. Kile alicho ni chake. He cannot kill what is his. Kama hii ni madhabahu yake, ni madhabahu yake. He cannot kill. Hawezi akabomoa kitu amejenga. Hawezi akamaliza kitu amejenga. Lakini atamaliza nyinyi. Sodom na Gomora hakumaliza Sodom, hakumaliza Gomora, alimaliza watu. Hallelujah. Na ndio unaona hakuuliza ati ardhi hii, ati mgodoyo ndio inadui kuna watu wachafu, nitaubadilisha, nitaugarurania ikae. Hapana. Aliambia Abrahamu, nipatie mtu mmoja. Hakusema nipatie eka moja ya shamba ambayo si defiled. You cannot defile it. Ni wewe unakuwa defiled. Wewe ndio utakuwa mchafu. Na madhabahu, ukiota ndoto unaona madhabahu yamekuwa na uchafu, madhabahu yako na matakataka, sio madhabahu, irudi kwa watu. Haleluya. Hapa ndio tuko na wachawi, hapa ndio tuko na washerati, hapa ndio tuko na nini, hapa ndio tuko na kila takataka ni nyinyi. Si hapa. Hii haiwezi, na hakuna kitu kinaweza. Mtangolewa nyinyi yote, hata mimi nitangolewa, na nyumba iendelee kuhubiriwa na watu wengine. Na dunia iendelee kama kawaida. Na Mungu aendelee kuitwa nani? Aendelee kuitwa Mungu. Kwa hivyo usikuja kutuambia ati niliota mafi imejaa. Mafi ni wewe. Kama uliota kuimafi imejaa, ni wewe. Wewe ndio uko nayo. Haleluya. Tafuta njia ya kurekebisha. Tafuta kanisa, mkuje mpige magoti mbele ya Mungu. Mwambie Mungu tumetubu. Mkuje kwenye madhabahu yake mtubu, mtoe sadaka na dhabihu ya kusafishwa. Hiyo madhabahu niliondoka kwa sababu niliona ni chafu. Uliona ni chafu? Madhabahu gani? Ya Mungu. Wakati mtu anaitwa Gideoni alibomoa madhabahu ya baba yake, na wazee wa kanisa wakakuja wakaambia Gideoni, twende ututolee kijana yako, ndio amefanya hii kitu. Gideoni, baba ya Gideoni Yoashi, aliwaambia namna gani? Aliwaambia kama madhabahu ni ya Mungu itajipigania. Kwa hivyo madhabahu huwezi kuifanyia kitu. Kama ni, alimwambia kama ni ya Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe alijua aliyebomoa hii alikuwa na Mungu.
Kwa mzee mwenyewe ndiye alikuwa anajua siri, ndiye alikuwa anajua hii si madhabahu. Yeye ndiye alikuwa anajua hakuna madhabahu. Hii alikuwa anajua ni Baali, lakini aliambia society mzima walifikiria na walikaa na yeye wakijua kwamba wanaendaga kanisa ya Mungu. Yeye mwenyewe ndiye aliongea na Wameleku, akawapatiwa miungu ya Wameleku na wakabadilisha vitu, wakachukua Mungu wa Wameleku, akajenga kanisa kama hii, lakini alichokiweka pale mbele kilikuwa madhabahu ya shetani. Sasa kijana yake alipobomoa, wakati wazee walikuja kumwambia tutolee kijana yako, aliwaambia kama madhabahu ni ya Mungu itajipigania. Kwa hivyo madhabahu hauwezi kuitikisha, hauwezi, ni wewe utangolewa if at all ilianzishwa na Mungu. Lakini kama ni wewe na bibi yako mlianzisha, itaaguka na itaenda, maana hiyo si madhabahu. Kama mlianzisha na ugali na sukuma wiki na murenda, haitakuwa, it is not an altar. The altar is planted by God. Then the people to manage the altar are brought by God. Hallelujah. Before I was born, this altar was existing. Hallelujah. Before you came to this world, usione ni kama kuna kitu umefanya ya maana. Hapa hakuna kitu unaweza fanya ya maana. Before we were all born, hapa sikuna marigo naweza kuwaletea ati hii madhabahu ni mimi nimefanya. No, kama ni yangu itaenda, itabomoka. Lakini kama ni ya Mungu, hata kukuje nani, itasimama tu. Mutaondoka na muende. Sasa Katholiki na zile zingine independent, si ndiko? Wale walianzisha, they died long time ago. Kutakuja mahubiri ambao wataitumia hiyo platform kwa ubaya, lakini watakufa na kutaletwa wengine wainue madhabahu hii kwa safi. That is what God does. He doesn't care. Kanisa ya PCA iko na itaendelea. Walianzisha, walikufa. Catholic walioanzisha kinapita, walikufa. Mapopu wamekufa wangapi na inaendelea. Watakuja ambao ni wachafu, watakuja ambao ni washoga, watakuja ambao ni watu wa kufanya maovu, lakini madhabahu itabaki. There will come one, atainua mtu katikati ya watu, atakayeleta utakatifu. Hallelujah. Na Catholic itabadilika, itarudi kwa Mungu. Na PCA itabadilika, itarudi kwa Mungu. Na Acc itabadilika, itarudi kwa Mungu. Hata mimi ninaweza kubadilisha mahali hapa, nianze kuleta miungu yangu, lakini at the end of the day nitangolewa, kuna kutaletwa mtu atakayesimamisha madhabahu ya Mungu. That is what God does. And that is how God do things. And that is how you will be able to interpret. Sasa ukiona ndoto ya kwamba kanisa fulani iko na maneno, iko na manyoka, kama unaweza kuja useme hiyo kanisa nilikuwa nimeona kila kiti imekaliwa na nyoka, kila kiti imekaliwa nyoka, na pale mbele nikaona madhabahu yote ni manyoka zimelala huko. Si, hakuna kitu kibaya na hii. Ni watu. Na ukiona manyoka unajua ni uchawi. Nyoka si ati ni nyoka itakuuma physically, ni urogi. Ukiota na nyoka kama inakufukuza, ni mtu anakufukuza na uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usianze kwenda kwa koba udiatibu kutafuta nyoka. Koko nyoni kwenda nyoka. Pako unazunguka hivi, hapa niliona ilipitia hapa. Ilipitia hapa, ikapanda kwa mti, ikaenda hivi, hakuna. God is very symbolic. And God speaks through dreams because the enemy cannot hijack a dream. Mungu tu anazungumzia wewe kupitia kwa ndoto, because shetani hawezi kujua. Communication yako na shetani, Mungu shetani hawezi akaielewa hata kidogo, kwa sababu ni lugha isiyoeleweka. Katika ndoto ni lugha ufanya nini? Isiyoeleweka. Kwa hivyo ni wewe peke yako utajua, ama mtu ambaye mtasaidiana na yeye ndiye atakufahamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri sana kuelewa what is the context. Dreams are symbolic. Ni kifananishi. Yani ni kitu ambacho kiko na simple. Ni kitu kifananishi. This is a symbol of this. Hallelujah. Kwa hivyo ndoto zinakuja kama ishara ya mfano fulani, ya kitu fulani, maana kinataka kuleta badiliko fulani. Katika dream watu walijenga mji wa Nairobi. Katika dream watu walijenga nyumba hii. In the dream watu walijenga vitu tofauti na vikafanyika, maneno yakatendeka. In the dream wakajenga mashule. In the dream wakajenga taasisi. We build institutions through dreams. Somebody had a dream. Yalikuwa maono. Nairobi yalikuwa maono ya mtu mmoja.
bunduki, kutengenezwa bunduki, kulikuwa ni maono ya mtu mmoja, ni ndoto ya mtu mmoja, na ndoto ikatimika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa huyu ameenda kwenye ulimwengu wa kuota, she is in her dreamland. Ndio naona mpaka kila wakati Mungu anapotaka kupatiana ujumbe, sana sana anatumia ndoto. Kwa hivyo ni vizuri sana uelewe ni ndoto hizi zimekuja kwa nini na kwa wakati gani. Kuna ndoto zitakuja muambiwe sasa, niliona mkifanya crusade, niliona tukiwa kwenye mikutano. Unaambiwa jitayarisheni, maana wakati huo umeadia. Wakati umefika wa kwenda kiwanja, wakati umefika wa kwenda kuwatangazia watu injili. Wakati umefika. Kwa hivyo God has already prepared, and when God reveals a dream to you, he has prepared all the networks and all the plan. Haitakuwa nyinyi kuhangaika, you need only to locate. Kupitia kwa ndoto mtalocate, mjue Mungu amesema tuende Kayore, Mungu amesema tuende Nakuru, Mungu amesema tuende Mombasa. In the dream you'll be able to understand which direction of God wants you to start. Then where are you going to go, and what materials are you going to use? And he brings teams for that together. Unakuta ameanza kuhamasisha watu ndio waanze kuwa pamoja, because a dream, ameachilia dream na ameachilia mpango. Kwa mfano acha niwaambie, God told me your house now ipatiane kwangu. Hallelujah. In a dream, I had a dream. Na nikaona nikihand over nyumba yangu, na nipo hand over, hand over kwa watu walikuwa waombezi. Sema waombezi, the intercessors. Hallelujah. Immediately the dream came, I found myself repairing the house. I found myself fencing the compound. I found myself preparing it for a handover. And the resources zilikuja peke yake. It is not me. Siku push anything. I didn't go to break a bank. I didn't go to borrow money. I didn't know asking people the money. No. People started bringing the money. And many people told me, now you need to fence this house. Why? Because there is a dream that I had. And God facilitates a dream. Every dream you have, if it is from God, it is facilitated by God. It is backed up by God. Kukua mhubiri utaota ukiwa na miaka 18, lakini utakuja kuwa mhubiri 45 years down the line. Hebu niambie, siku kutoka sasa, siku uliota hiyo ndoto na siku ya kutumika kwa ndoto, utasubua watu wengi namna gani? Ukogiado ginyamaka yuko kwa liniagia. Because unasema niliota nikihubiri. Na sasa uliota jana usiku, unakuja kutusubua hapa na microphone. Baba anasema, mtu analia, unalia nini? Bwana anasema watu wataisha. Watu wataisha. Na hiyo that's a thing of 15 years to come. Hallelujah. There is a difference between the anointing and the appointment time. These are two different things. You will be anointed at the age of 15, but you will be appointed at the age of 45 years. Hallelujah. David was anointed. Na alipomwagiliwa mafuta, aliambiwa endelea kuchunga nini? Kondoo. Ndio kashukia boli. Lakini kama ingekuwa ni wewe umwagiliwa na mafuta na Samuel, ndio umete maguta ya upembe. Mafuta ya upembe. Sasa hiyo utasubua watu mpaka utakojolea huko. Nilimwagiliwa mafuta. Mimi nimemwagiliwa mafuta, mimi ni nabii lina kaka liko ka rebebebebebe cha. Ukiulizwa umesema nini? Hata wewe mwenyewe hukumbuki kama ulisema likekekeke licha cha. Because you are in the world that you don't understand. A dream, yes, came to you. You are becoming a prophet, but you have to wait for the certification of the prophecy. For it to be real, mostly wale watu nimesoma kwenye Biblia, it has taken them 15 years for the appointment. Since the day you are ordained, it takes you 15 years. Kama haijafika 15 years kutoka ile siku ulimwagiliwa mafuta, ama kutoka ile siku uliota, wewe tulia, wacha kiherehere, tulia. Sijaona mtu amefanya kazi in between 15 years. Lazima struggle. Mimi wa huduma yangu nimeanza last year. Nilifanya calculation nikaona tangu siku nilimwagiliwa mafuta na Harrison, exactly mwezi wa January last year ndio nilimaliza 15 years, na ndio nilikuja hapa.
na ndio nilianza huduma. Siku hiyo ingine nimepambana, nimefanya makrusade, nimefanya kila kitu, nothing was working. Hallelujah. Tulikuwa tunaenda Embu tunatengeneza crusade tukiwa na Don. Tulikuwa na crusade, tunafanya crusade, watu wanaokoka, watu tunaombea watu toba kutoka kwa ulevi, lakini usiku hiyo tunaingia hoteli inaitwa Panesic. Kila mtu na muzika, mchupa ya pombe tunakunywa mpaka asubuhi. Ukituamsha asubuhi, mtu mwingine amelala chini, mwingine amelala. Sasa tunaanza kukunywa maji ndio tuende crusade jioni. Because we were not in the time frame. Hatukuwa tumeiva, hatukuwa tumepikwa tukaiva. We were still toddlers. So kumwagiliwa mafuta sio kumaanisha kazi yako imeanza, ni kutayarishwa, kuwekwa wakfu. Eti ya kwamba hakuna adui ataweza kukumaliza mpaka wakati wa kuanza kwa kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama umewekwa wakfu, wacha kusubua watu. Wacha kurukaruka hapa. Ati ni mimi, microphone ni mimi. Mimi ndio nitafanya, mimi ndio nitaenda. Hata dream unaanza kudreamia watu. Wewe, wacha ujinga. Tulia, miaka 15 ifike. Na ni miaka 15 ya kunyoroswa, kutengenezwa, kupigwa panel beating, kutereswa, kuwekwa, kugogwa, kunini, kufukuzwa, kufanywa madharau, kutezwa, kuvanya uneka bete. Sasa hapo ndio nakoga nori kiki, nori kaka. Kwa sababu you are in the confusion. Ndio unakuta prophetic word ni nyingi. Bwana alisema, Bwana alikotaya, mama rianda, ate no korina, nekete, no kai. Yoke alira. Kai! Utasikia maneno mpaka unasikia halioka ikweli. Alioho bado yuko nako kasini, lakini kazi hiyo bado siku zake for implementation. Does not mean that you are not with God. Iyo mateso napitia does not mean that you are not with God, but the time for this, it is not yet. So wewe vumilia tu, wakikwambia hivi vumilia, wakikwambia hivi vumilia. Ukishikishwa microphone unaambia hii, unakuta jamaa ameshika microphone ni wale wa kuhubiri, mpaka unaona kweli hii kiadei inarudi, inaanza kurudi hapa kushikania hapa. Rima kakam, Bwana anasema wakalima katoa ritetetetete. Mpaka ukiwa mchungaji wewe ni wa kuhubiri polepole kama mimi, ukiwa pale unaona mashirika wote wako juu ya viti na hawajai kupanda juu ya viti kwa sababu yako, mpaka unaona kama ni Mungu alikuacha. Hapana, wachana na yeye, ni mehemehe ako nazo nyingi. Ni wakati ni mahindi kwa chini na mea imekuliwa na wadudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mupatie tu muda, atahoha, atakomaa vizuri na atakaa sasa vizuri. Akikaa sasa vizuri ataenda kuenda slow, pole. Ndiye atajua kuna mafuta, na mafuta inaheshimiwa. Ukiona mtu haheshimu mafuta, anataka kuja na akue juu ya kila mtu, bado ako kwa mwaka wake wa pili tangu amwagiliwe mafuta. Ako na miaka ingine 13 inakuja. Wewe muachie tu, muondokee, mupatie indicator ile ya kupata, ile ya overtake. Muache utamkuta pale mbele ya kihema ametoa ulimi nje akikulisa nisaidie. Usingangane na yeye. Utangangana na watu, mtu wako ni barubaru, ni kijana barubaru kama huyu. Mapafu yake yako strong, mimi yangu imezeeka. Sasa nianze kusema, Bwana sema, umesika, umeshama. Sasa nitaenda dakika ngapi? Nitaenda dakika 3. Nisikishindana na huyu, nitaumiza mabafu yako bure. Mwache mtolee indicator, mwambie pita. Hata wewe kuna wakati you are in that position. Kuna wakati watu walikupatia indicator, mahali walikukuta ni wapi? Pale kama umekaa chini naambia, hii safari yake, huyu ni Mungu kweli? Sioni kama ni Mungu aliniita. Umekujua mpaka umekujika. Unatembea mpaka unaona sairi yako ya kutembea, unatembea kana muhidi amekwaza spinal cord imevunjika. Unatembea hivi mpaka unaona kiatu kimebedi padi na kingine imebedi padi. Kwa sababu ni hivi je, dunia imekupeleka mpaka unasikia this is not my world. Mpaka unaanza kuambia ukaibele kwa hivyo, Lord I'm coming home. Hallelujah. Hapo ndio inaitikia. Sasa hiyo uko mwaka wa 9, mwaka wa 8, unakosa katika mwaka wa 7 mpaka mwaka wa 9, unakosa Mungu katika maisha yako. Hapo mimi ndio nilianza kukunywa chang'aa vizuri. Nikaigia bar, nikanunuliwa mashini na Harrison Nganga. Niko pale Rogai. Bar inaitwa Heritage. Enda huko utapata zile mazini zinapiga huko.
zilikuwa za 2.5 million. Ziko hapo, nilipelekea mtu wa bar, akamwambia kedesi nyuage kama usipatie pesa, nitakuwa nikikuja na kunywa Hennessy, ile chupa mzinga Hennessy. Najua mnajua Hennessy ni nini? Mnajua Hennessy ni nini? Pombe ya madosi, ya wadosi. Hata saizi huyo jamaa kuna deni yangu ya shilingi 1800. Juzi nilimuitisha, kaniambia twale kanile ni mushuva. Okay, onyo mushuva. Nataka kumuitisha, niambia tulikubali ni mchupa. Hennessy iko yako, tunakuwekelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu nilikuwa na ndoto, lakini sikujua kuinterpret the ndoto. Nilikuwa na ndoto ambayo Mungu alinipatia, lakini sikuwa na uwezo, sikujua wakati wa kuhubiri sio huo. Wakati wa kuhubiri ni 2024. Kai, 20 what? 24. Ebu minus 2024. Minus 16 years of struggle. 2024 minus 16 years. Minus. Ilikuwa nini? 20? Ilikuwa year 20? 208. That is the time I was ordained pale City Hall. Harrison Nyang'anga aliniordain 2008 pale City Hall. Kutoka siku hiyo nilienda wapi? Mlinisikia? Nilifungua kanisa wakati niliodainiwa. Nilifungua kanisa pale Belcanto. Nikiwa na mafuta ikiwa moto. Kadake hutekaga. Baka walking style yangu ilikuwaga different, baka watu walinijua. Nilitembea ni kama niko na jigas. Nikikanyaga hivi na kanyaga na Holy Spirit. Kichwa yangu ilikuwaga imebed kidogo kuangalia, kusikiliza Mungu anasema nini anytime. That I was ready. Lord, I'm ready to listen. Siku hiyo ndio nilikuwa Neli kaka, Neli nana. Yaani nilikuwa kila kitu, full house. Hiyo mitu yote ikifutika, I was never told by anybody. 209 ndio nimepaka kwenda Amerika, nikapata green card. Sasa angalia venye shetani najua kucheza maneno. Nikapata green card 209, ndio huyo mimi Amerika. Nikakuza maproperty zangu zote, nikaenda mpaka Amerika. Kufika Amerika maisha ikanigeuka. Nilirudi hapa bila kitu baada ya kuuza property Kenya zote. Na wakati tulikuwa ordained pale, nabii wa Mungu alisema baraka zangu haziko nje ya nchi, ziko Kenya. Haleluya. Lakini sasa wakati tulikaa hivi, nikaambia mke wangu, "Tweliro ido shititiri nako." Tandiko gotire nado. Tutikira adimiro ko. Atodasha mana adimiro ko ti ado agai. Mimi nikasikiliza mke. Whoever findeth a woman, whoever findeth what? Whoever findeth a babe. Kumbe bendi itakuja kuniweka ndani ya shimo. Kaya bea kaniambia twende nyumba nikauza, twende mgonda nikauza, twende hivi nikauza, twende hivi turadi ruraya, the flood of honey and the miracle. Nilirudi na t-shirt na trouser ya jeans. Na kale kabagi kakwenda gym. Bila kuambiwa na mtu nikarudi hapa. Na tangu siku hiyo my life went nose dive. Hapo ndio nimejaribu kujiua. Nimejaribu anything, nimekunywa maradhioni, nimejaribu kaba, nimekunywa pombe yangu yote, but God refused to take me because there was a covenant. Wakati nilimwagiliwa mafuta, there was a covenant. Na Mungu anasema nimekutumia kama chombo, utabadilisha wengi waingie kwenye ufalme wangu. Sasa nilikuwa nataka kukufa na hata sijabadilisha hata umbo ya kwetu. Sasa umeanza kurukaruka kusema uko na fresh anointing, sasa nitawekelea watu mikono. Wacha nikwambie Beni hili ndiye afike hapo. Amenyorozwa mara ngapi? Edeni mumuulize maswali, atakwambia. He even at some point regretted why he was born.
Wewe hata hujaregret, uko kwa Waruinge tu. Waruinge alikuja na akakupatia microphone hapa, umeanza kuimba, umeanza kurukaruka. Amekuja amekupatia microphone hapa kama Beatrice, unaanza kuomba hapa mpaka unalia machozi, unaanza kuaguka. Sasa wewe Daudi amekuja na ameshika microphone. Sasa unafikiria umeenda. Daudi ni kuudwa, bado mjaudwa. Kuna wakati itafika mtengenezwe mpaka mnaona Waruinge ni kama devil worshiper. Ati huyu ni ule Waruinge tulikuwa tunajua. Afadhali ningejua sasa ni Daudi, afadhali ningejua ningekaa tu kule nilikuwa. Huyu si mchungaji, huyu si mtu wa Mungu. Hapana, si nitakuwa bado, nitabakia tu kuwa bado ya mtu wa Mungu, lakini dream yako itaanza kweli. Sasa hiyo ndio inafanya kazi. Wakati unafinywa vizuri, unasikia umefinywa huko vizuri, unafinywa huko vizuri, unatembea hivi, wakati unakaa hivi unakosa mtu hata wa kukuambia, kukusalimia. Na wewe ni mchungaji, mpaka unaenda kujaribu kusema haleluya, hale, ndio watu wajue ni mchungaji. Unakuta watu wanambia, mwambie huyu aje kutupiga makelele. Kuna siku moja nikiwa pale City Stadium, akina Naze hawa waliniletea umang'aa mingi, wakaniondokea, nikabaki sasa ni mimi peke yangu. Nilijikuta kwa kanisa peke yangu, nikakuta ni viti ziko hapo, ni mimi. Sasa nikafikiria niingie kwa gari niende. Nikateremka nikafuka kanisa. Nikateremka kwa stairs nikasikia sauti inaniambia, rudi ukahubiri. Nikajaribu nikaangalia venye huyo mama ameangalia kwa kitu hivi, nikajaribu kuangalia ni nani amesema. Nikasema ni nini? Nikogorokae kana nike. Nikasikia sauti kubwa, mimi nasema urudi ukahubiri. Haya. Nikasikia hiyo ni sauti nyingine nilisikia wakati niliokoka pale High Court pale. Nikasikia ni ile ule mtu aliongea tena, ameongea tena. Nikarudi, nikasikia huko ndani, nikafungua mlango. Nikafungua kabisa, watu wa Mungu waingie. Ninaongoja sasa, nikachukua nikatayarisha neno, nikahakisha. Sikuwa najua kuhakisha amplifier, sikuwa najua microphone yenyewe yakishagwa, lakini siku hiyo nilifinya button zote zikafanya kazi. Nikaingia kwa jukwaa, nikaanza. Sijui mimi sina sauti nzuri ya kuimba, hata mkisikia hata nikiweza kuimba hapa mtajua kuna kitu, huyu mtu kuna kitu amekula na imemharibikia. Niliiba, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Unajua kanisa, nishike mkono Bwana. Hakuna mtu kanisani. Wale neighbor alikuwa hapo, akakuja akanichungulia, akarudi nyuma. Nikaona ameenda tena, akateremka mpaka huko chini. Jamaa mwingine mkaba hapo alikuwa analala kwa nyumba iko hapo, akakuja tena akachukulia, akaenda. Sasa siku moja wakati tulikutana naye aliniambia, mimi wakati nilikuja nikakuchukulia, niliona kweli bagi ya Mungeke bado iko kwa kichwa. Wewe hebu niambie mchungaji, kweli ulikuwa nahubiria nani? Nikamwambia mimi nilikuwa, watu walikuwa wamejaa kanisani. Na by the way, watu walikuwa wamejaa kanisani. Kulikuwa viti zote zilikuwa occupied. Mpaka wengine walikuwa wamesimama huko. Nikawahubiria, walikuwa wananishangilia nikihubiria. Lakini huyu mtu alikuja akajangalia. Mpaka wakati tukatoa sadaka, nikasema sadaka, nikapanda huko nikatoa yangu. Nikaona wao wote wamekuja wametoa. Sasa kwenda kuangalia kwa chodo, niende nikahesabia huko, hakuna pesa, ni yangu tu. Ni yangu tu. Sina kula. Hakuna kitu. Mtu akaniuliza, are you alright? Nikamwambia, yes, I'm alright. How are you? Akaniambia, I came and saw you preaching. Akaniambia, God is taking you far. Oh yes. Oh yes. Nikaingia kwa gari yangu, nikakurumisha gari, nikaenda mpaka nyumbani, nikatulia. Usiku hiyo Mungu akanitokea kwa ndoto, akaniambia, umepita mtihani wa kiburi. Every time God wants to give a message, he will give you a dream. Every time God wants to speak to this church, he will send dreamers to come and dream. So when God wants to communicate to you, he will use a dream. He will use dream. And a dream are also influenced by atmosphere which you are in.